Hapa katika interview ya leo au mahojiano ya leo tuko na mtumishi wa Mungu hapa, na kando na kuwa mtumishi vile yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Kibabi. Na katika interview ya leo tunazungumzia kikundi cha kueneza injili kinaitwa Three Angels Harvest Ministry, ambacho kiko katika chini ya mwavuli wa Kibusta, kanisa la Wasabato la Kibabi. Na kando na hayo vile tutakuwa tunatangamana kwa masuala tofauti, na nisije nikaandikia mate ni kuna wino. Mtumishi, unaweza jitambulisha? Asante sana. Asante sana. Good morning. Naitwa Cosmas Katana. Ni baadhi ya waanzilishi wa hii ministry tunaita Three Angels Harvest Ministry. Asante sana. Kwa hivyo hapa ukiangalia mandhari, tuko katika haya maeneo ya Busia, tuko katika kata ndogo ya Budalangi, na hii ni shule ya St. Peters. Hivyo tukianza moja kwa moja, ni masuala kuelekezea mtumishi. Umesema wewe ni mhadhiri, labda somo lipi, mwaka upi, na labda maelezo mafupi tu kukuhusu pia. Sawa. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa chuo cha Kibabi kuanzia mwaka 2016 hadi 2020, ndipo hitimu na shahada ya biashara ama BCom. Nilizamia katika uhasibu, na pia niko na uzamili ama masters pia katika uzamili, na kwa sasa nafanya pia uzamifu ama PhD katika swala pia la uhasibu. Kwa hivyo mimi ni mhadhiri msaidizi katika department ya Economics, Finance and Accounting. Mlivyosikia hapa, tuko na daktari ambaye anashikilia masomo sehemu kubwa sana, na kwa hivyo tunaenda moja kwa moja, labda bila kupoteza wakati. Naam. Katika mada yetu ya siku ya leo, Ndio. nataka tujue kwamba hii jina ministry ilianzaje na ni wakati gani, na kando na hayo labda kama ilikuwa na jina jingine pia unaweza tueleza, na waanzilishi wa hicho kikundi na kilianzaje, kwani kilianza hivyo kikiwa ni kikundi cha kueneza injili au kilianza kikundi kingine? Asante sana. Kikundi hiki kilianza mwaka 2018 pale, na kabla kikuwe ministry ilikuwa inaitwa Golden Voices. Kwa hivyo wakati tulipoenda katika misheni kule Kakamega, tukaamua tubadilishe kutoka kwa kikundi cha kuimba hadi kikundi cha kuweza kufanya injili. Sio kwamba hatuimbi, tunaimba, lakini tumeweka uzito mwingi katika masuala ya kuhubiri. Ndipo sasa sisi masuala mengi sana tunafanya hapa ni kuhubiri. Kuimba inakuja baadaye, lakini kuhubiri ndio tumeweka kipaumbele sana kuhubiri. Labda nini ilisukuma kwamba baada ya kutoka Kakamega mkasema kwamba kikundi hiki kiwe ni cha kueneza injili, si tu kwamba kuimba pekee? Tuliona ni kwamba saa hizi waimbaji ni wengi. Hata sasa kuna kwaya nyingi ambazo zinarekodi nyimbo, lakini katika masuala ya kuhubiri watu wengi sana kuhubiri hawapendi sana kuhubiri. Wanapeana muda mchache kwa nyimbo zinachukua kabisa. Sasa sisi tukaonelea acha sisi tuwe wahubiri, alafu pia wengine nao waweze kuwa waimbaji. Kwa hivyo sisi kuhubiri ni kama ni swala letu kubwa ambalo tumelichukua kwa uzito mkubwa sana. Kwa hivyo umesema mwaka 2018 tuenda misheni ambayo ilianza Disemba mwaka 2017, alafu ikaenda mpaka mwaka wa 2018. Kwa hivyo kikundi rasmi kilianza mwaka wa 2018 tarehe 3 Januari. Kwa sasa tuko na miaka 8 tangu kikundi hiki kibuniwe. Tulikuwa kule Kambiri, Kakamega County. Labda wakati huo mlipoanza mlikuwa na viongozi ama ilikuwa tu ile ya general, ama kama kulikuwa na viongozi labda unaweza wataja, au viongozi walianza baada ya hapo kikundi kuwa cha injili? Kikundi hiki kimekuwa na viongozi
wale waanzilishi wakati walikuwa wanamaliza mwaka wa 4. Sasa ikabidi sasa wafanye jambo ili ya kwamba hii ministry iweze kuendelea. Kwa hivyo waanzilishi ambao walikuwa pale ni akina Shadok Orina, akina Wakoli Kelvin, akina Michael Okwach, akina Berry Birgen, Charles Ntabo, mtumishi Dennis Nyakoe, Philip Kioko, Lina Korir, Pauline Kwamboka. Kwa hivyo nimesikia ukitaja Birgen ndio. Yeye ndiye ambaye amefunga fungate. Birgen alikuwa na koito juzi, na Jumamosi ama Sabato ya hii wiki atakuwa anahalisha rasmi harusi katika kanisa lake huko Uasin Gishu. Kwa hivyo ni baadhi ya waanzilishi. Kwa hivyo baada ya pale mimi nikatunukiwa kuwa kama mratibu ama katibu wa kwanza kabisa wa kikundi. Nilikuwa mratibu kwa miaka miwili mfululizo, mwaka 2018 na mwaka 2019 pale. Kwa hivyo fika sasa, naam, baada ya hapo ndio najua kuna viongozi ambao labda kumaliza chuo, naam, miaka yao ya chuo kuisha, ndio hivi wanaendelea kuwa viongozi au bado mnawaweka au mnachukua wengine? Kauli mbiu ambayo tulikuwa nayo ni kwamba kila mtu ni kiongozi katika hiki kikundi. Kwa hivyo hata uwe kila mtu ni mtumishi. Na kila mtu ni mtumishi. Yaani hatukuwa na ile haja mbona sasa tuweze kuambia watu fulani hao wakuwe watumishi na wengine si watumishi. Kwa hivyo tulikuwa tunafocus sana kwamba kila mtu aweze kuwa mtumishi katika kikundi. Kwa hivyo wale ambao ni alumni pia kuna wengine ambao ni viongozi katika kikundi pia. Na upande wa uchaguzi mnatumia mbinu ipi kwa kuhakikisha kwamba mnapata hao wa kuongoza viongozi? Kwanza saa hii tuko na katiba yetu kama kundi. Constitution hii tulipata tulikuwa mission kule Bomet mwaka 2021-22 pale. Kwa sababu kitambo kidogo tulikuwa na uongozi wa shuleni peke yake, lakini kafika mahali tukasema pia acha pia tuwahusishe pia viongozi ambao walikuwa hapa alumni. Kwa hivyo tuko na kiongozi wa shule ambao ni ministry director, lakini tuko na ile overall director ambaye sana sana ni mwanafunzi aliyemaliza alumni. Kwa hivyo pia ukiangalia vizuri pia alumni pia wamehusishwa katika masuala ya uongozi katika kikundi. Kwa hivyo fika sasa mmesafiri misheni ngapi? Kufikia sasa nikifanya hesabu ya haraka haraka, misheni ambazo tumeenda saa hizi zinafikia karibu 10. Zitaja tu labda zile unakumbuka. Nakumbuka. Maana umetaja ya Kakamega. Ndio, kwanza mission ya kwanza ambayo nilienda kuna ile ya Changara tulifanyia Busia. Tukaenda Kitoi kule Kericho. Alafu baadaye mwaka 2017 tukaenda mara 2. Sasa hizi tulikuwa tunafanya hizi 2 ambazo tumefanya zilikuwa za kanisa. Lakini za hizi kikundi peke yake, sasa ya kwanza kikundi ilifanyika Kambiri ambayo ni huko Kamega. Na pia tukarudia. Alafu pia tukarudia post visitation hiyo 2018. Alafu mwezi wa 8 huo mwaka tukaenda Cheptabach kule Nandi County. Alafu Disemba hiyo mwaka tukaenda Kuresoi Nakuru County. Alafu 2019 tukaenda Tuyoia Bay hapo Tarbo. Alafu 19 Disemba tukaenda Kitui. So wakati wa corona tukaenda kwa mission yoyote. Kwa hivyo tukaruka hapo, tukaingia mwaka 2021 tukaenda Taboino. 2022 tukaelekea kule Migori Rinya kule. Alafu tukaenda Misanga kule Trans Nzoia. Pia huo mwaka pia tukaenda Konoin Trans Nzoia. Alafu mwaka 23-24. Alafu pale katikati 24 tukakuwa Luhome. Hapa Bungoma. Alafu tukaenda Vihiga kule. Luhome kwa Pastor Daktari Kakai. Saa hii I think ako ng'ambo. Nafikiri yeye ndiye aliyewalika. Yaani yeye aliyewalika. Sasa tulikuwa tukiwa katika misheni ya Kuyo pale, lakini kulikuwa na mvutano kidogo. Kwa hivyo tukabidi tukapush ikaenda kule Luhome. So baada pale sasa ndo tumekuwa kwa hii mission ya hapa Busia Budalangi. Kwa hivyo kwa sasa Busia tumekuwa mara 2.
tulikuwa ya Changara 2016 alafu na ya sahii 2025 2026. Kabla ya hapo kulikuwa na ya Buyangu. Hiyo ilikuwa ni 24 25. Ndio. Okay, kwa hivyo mtazamaji, unavyoona matukio yanatukia au maswala yanaelezwa hapa bayana. Tutachukua pumziko fupi, tutakaporejea tutaendelea na mtumishi daktari ambaye vile ni mkufunzi au ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Kibabii. Tunachukua pumziko fupi, baada ya hapo tutaendelea. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Karibu tena mtazamaji, karibu katika YouTube channel yetu ambapo ni Mzalendo KW, au vile unaweza nipata katika Facebook ni Andrew Kasaya. Nimerudi tena katika mazungumzo ya siku ya leo. Tuko na mtumishi hapa Cosmas Katana. Ulisema unatoka Katuzi? Mimi natoka kule Pwani, Kilifi County, gatuzi nambari 3 kwa Gavana Gideon Maitha Mung'aro. Huyo ndo gavana wangu. Kwa hivyo tukiendelea na mazungumzo yetu, naam, labda niulize tu, naam, zipi changamoto ambazo mmekumbana nazo katika safari hii ya kueneza Injili? Wanasema kwamba kila kitu chema hakiwezi kosa changamoto. Na changamoto kubwa ambayo tumekumbana nayo sasa hii ni fedha. Kwa sababu sisi hatuchangiwi na mtu. Ni njia zipi ambazo mnatumia kupata labda fedha za ku facilitate hii mission? So fedha ambazo tunakuwa nazo ni wanafunzi kwa wanafunzi. Wanapatiwa pesa, mchango ambayo inafanywa, na pia baadhi ya wale ambao walimaliza shule pia wanahusishwa, wanatoa pesa kidogo pale kusupport kazi ya Mungu. Kwa hiyo sisi hakuna mtu ambaye anatufund. Tuseme kama ni NGO ama kikundi chochote, ni sisi tu ambao tunajikaza kuweza kufund mission yetu yote. Mtazamaji, tunapozungumza hiki ni kikundi kilichoko katika chini ya mwavuli wa Kibusta, kanisa la Wasabato la Kibabii University, na si hiki kikundi tu pekee, kwa maana kuna kikundi kingine kimeenda sehemu ya Uasin kule ni Eldoret, kwamba kueneza Injili. Inaitwaje mtumishi? Hao ni Humbles na Anchors. So hao walijiunga pamoja. Kwa hiyo hao wameamua kutengeneza muungano kwamba labda masuala na fedha pia inachangia kwamba waweze kuweka pamoja. Ikiwa ni vikundi vingi, itakuwa na changamoto kabisa. Kwa hivyo umesema changamoto ya kwanza ni fedha. Alafu ya pili pia kuna wale ambao wenye wanamaliza shule maalum na wakienda huko nje wanapotea kabisa. Wanaenda kabisa. Wanakuja bila hodi. Wanaondoka bila lakini changamoto ambayo nimeipata ni kwamba pia wakati tunamaliza shule pia mambo yanakuwa ni mengi. Familia na pia watu wengi sana kutegemea. Sasa inakuwa ni ngumu, lakini kuna wale ambao wamesimama na hii ministry hata tangu amalize tu wamekuwa wakisupport hii ministry. Kwa hivyo sio wote. Gilbert pale, Denga, Samani, Yakoe. Lakini kuna wengi sana. Wakati maybe Mungu akitujalia tunaweza kuwa na mission ya alumni peke yake. Ni wengi sana. Mission ya alumni kwa mfano alumni peke yake. Nimeiona moja pale Moste. Wana mission ya alumni. Pia hayo ndio makadirio. Hata ni mbili, kuna ile ya ilifanyika Marani kule Kisii, alafu na Egerton University ilifanyika hapa Bungoma. Mwaka uliopita. Kwa hiyo pia nasi tukijitahidi
tunaweza kuwa na mission kama hizo pia za alumni. Yaani umuhimu ama chanzo kikuu ni kuleta alumni pamoja, kwa sababu tumepoteana sana. Kuna wale ambao tuliosoma na wao na kwa miaka kama 6 hivi sijawaona, na hao pia ni waanzilishi wa hili kundi. Kwa hivyo wakati tunaweza kuja pamoja, itakuwa ni vizuri zaidi pia kukumbushana masuala ambayo tulikuwa nafanya na mipango, kwa sababu wakati tunaanzisha hii huduma hii ministry tulikuwa na malengo makubwa sana. Makubwa sana. Kwa hivyo malengo ni makubwa, lakini baadhi ya malengo kutimizwa inakuwa changamoto. Lakini wanasema kwamba tukizidi kukua pia mambo mengine yatakuwa rahisi, kwa sababu naamini ya kwamba wakati tunaendelea kukua vitu vingine, kwa sababu kuna wale ambao wamemaliza lakini hawajaajiriwa. Kwa hivyo watu kama wale pia waweza sana, unaona hapo. Lakini kitu ambacho niko na imani nacho ni kwamba itafikia wakati ambapo malengo yote ambayo tumekuwa nayo tutatimiza. Kwanza kitu ambacho tulikuwa tumekizamia sana ni tukiwe na outpost. Outpost ni kama tuseme ni pahali ambapo wagonjwa wanatibiwa kutumia madawa kiasili. Inaitwa outpost. Ile inaitwa medical mission. Yes, medical missionary center. Sasa hilo litafanyika wakati ambapo tutakuwa na shamba letu sisi kama kikundi, kama ministry. Na pia hata tulikuwa tumesema pia tuwe na usafiri wetu. Kwa sababu nafika wakati ya kwamba kuna wale ambao labda wanataka kwenda misheni, lakini fedha pia imewabana kidogo. So inakuwa ni ngumu kuenda kwa misheni. Lakini sasa tulipanga kwamba wakati Mungu akitujalia tukuwe na usafiri wetu kama kundi. Kwa maana hata hivi naona nilipofika huko nimetumia basi la shule. Naona basi la shule. In fact hata tulikuwa tuende misheni kule Mombasa. Sasa unajua ukifika Mombasa kule wakati wa Disemba fare inakuwa ghali sana. Kama sasa kwenda Mombasa unajipanga na 10,000 ngapi? 10. Sasa unajua mwanafunzi pia itakuwa ni ngumu sana kutoa 10,000 kwenda misheni. Itakuwa ni ngumu. Kupanga misheni ya mbali huo unaweza kupata labda watu maybe 2 ama 3 kulinganishwa na idadi ambayo iko sehemu hii kwa sasa kabisa, ambayo imekuwa nyingine zile naona kwamba na kuzungumzia mambo na idadi. Ndio. Hivi mkianza na kulinganisha na sasa zungumza kipi hapo? Idadi nayo tumekuwa kwa ukweli tumekuwa, kwa sababu baada ya wale waanzilishi wengine kutoka tulikuwa wachache sana. Nakumbuka tukifanya uchambuzi wetu Biblia, Bible study kwa kikundi tulikuwa watu 4. Nilikuwa mimi, yule director wa kwanza Lilian Wamalwa, tulikuwa na Philip Kioko, Bernard Birigen na Michael Okwach. Tulikuwa kidogo sana. Hata nakumbuka ile mission ambayo tulienda ile post station ya kwenda Kakamega, tulikuwa pia wachache sana. Lakini kadri ya muda tulikuwa nasonga pia tukaanza kuongezeka. Kwa hivyo saa hii idadi ambayo nikikadiria hivi wale ambao walimaliza shule na wenye wako ndani inakaribia 200 na. Ni vile kuna wale ambao bado hawaongea, wako inactive, lakini wako kwa ile kundi bado. Bado tunahesabu kama sisi hatuwezi toa mtu. Kwa sababu tukiangalia maandiko matakatifu, Kristo hakutoa watu katika kanisa. So na waje tu wanakuwa hapo. Kwa sababu kila mtu ako na umuhimu wake katika kundi. Ndio. Kwa hivyo labda viongozi wa sasa kuanzia kwa labda kuna katibu, kuna overall. So ile katiba ambayo tuko nayo ni kwamba kuna overall director. Yaani kuna ile tuseme ile kamati kuu. Sasa kamati kuu inahusisha alumni na wanafunzi ambao bado wako chuoni, alumni and the continuing students. Alafu pia hao wanafunzi ambao wako shuleni pia wako na uongozi wao. Sasa ile kamati kuu ina blend ama ina link the alumni na wale wanafunzi ambao bado wako chuoni. Kwa hivyo huu mwaka the first overall director alikuwa anaitwa Michael Okwach. Yeye aliserve for 2 terms. Alafu tukawa na Bernard Birigen. Alafu mwaka Mungu amenitunuku pia kuwa kama overall director wa kikundi.
wewe ndio overall director. kwa hii kikundi. Kwa hivyo mambo ndo kama hayo, na unavyotazama mambo yapo bayana kabisa tunapoangalia katika masuala na uongozi, na tukirejea katika uongozi ni vipi au ni zipi changamoto ambazo mko, kwa maana sasa hivi wewe ni kiongozi, changamoto ambazo kiongozi nazo na ni vipi anaweza hakikisha kwamba malengo ya kikundi yanafikiwa, ikizingatiwa kwamba yeye sasa ndo jicho ambalo linaangaliwa katika masuala yote. Changamoto ni chungu nzima, na wanasema kwamba ile kitu kifanikiwe lazima pia ujisacrifice, kwa sababu ujitoe. Kwa hivyo hata kama ni mengi, lakini fika wakati unajitoa, like unajifinyilia ili ya kwamba kitu fulani kiweze kufanyika, kwa sababu usipojifinyilia na maanisha kwamba itakuwa ni ngumu sana kuweza kuachieve baadhi ya masuala fulani ambayo unataka yatekeleze. Kwa hivyo ni kujinyima tu. Kwa hivyo inabidi hata kama maybe ni kuspend some other time on other things, unafanya tu hivyo, kwa sababu saa hizi mambo ni mengi. Kuna familia hapa, lakini mimi sijakuwa na familia bado, lakini pia mambo ni mengi, bado ni mambo ni mengi sana, lakini kwa hii kazi ya Mungu ni kujitahidi na kujitoa, na Mungu atafanya kadri ya uwezo wake. Umezungumzia kuhusu the Three Angels Constitution. Hiyo constitution, hiyo constitution labda kukuzia tu kwa kiduju, ina nini hiyo constitution? Hiyo katiba iko na masuala ya uongozi baina ya wanafunzi waliomaliza na wanafunzi ambao wako ndani ya shule. Alafu pia mambo na contribution, kuna inaitwa subscription, na kwamba wale ambao ni alumni na wale ambao ni wanafunzi ambao wanaendelea pia watoe subscription fee. Lakini nimeona kwa jicho la ndani kidogo, alumni wengi watoe hiyo subscription fee. Na hiyo ni kila mwezi 20 kila mwezi, na hiyo pesa labda wanasahau tu. Labda hata pia mimi kusomela kule sijatoa, by the way. Mimi sijatoa hiyo. Sasa yale malengo ya kufika Singapore tutafikia lini? Tutafika. Mimi niko na imani ya kwamba tutafika. Wanasema kwamba Kobe japokuwa anaenda polepole, lakini anafika wale destination yake. Ati mwendo wa Kobe umfikisha bahari mbali. Kwa hiyo kwa sababu mimi kitu ambacho kinafanya nikiwa na imani kwamba tulianza kama tuko wachache sana, na hata sasa ukiangalia vizuri tumeendelea sana ni mitandao, kwa sababu mambo kama haya ambayo tuko nayo hapa kama kuchukuliwa video haikuwa huo wakati. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tuna expand. Nimeona kuna ile na nimeona mna vikundi. Kuna Pilgrim, Berean, na kundi ambalo limekuja likawa vizuri katika masuala haya ya teknolojia, mambo na live streaming, kundi la Pilgrim. Ndio Pilgrim. Kuna Old Face, kwa hivyo kuna Old Face na kuna New Face. In fact sasa hii tuko hii Pilgrim sasa hii ni ya 3. Pia mimi ni Pilgrim. Lakini Old Face. Mimi ni Pilgrim. Sasa kuna si Pilgrim wa mwaka 2020, kuna Pilgrim akina Elisha wale 2024, alafu namba waliingia wakiwa replace. Sasa wale wa replace akina wakiana the likes of Godwill. Godwill amekuwa vizuri sana katika masuala haya. Sisi maybe kukugusia kidogo ama kudogezea, kundi letu la Pilgrim, wale ambao sisi waanzilishi wa Pilgrim, tulikuwa very active members of the church. Nakumbuka wakati tunafanya sherehe ya kutoka shuleni baada ya kufuzu ama kuhitimu, tuliweza kutunuku kanisa na full set ya PA, kila kitu iko ndani. Na tulikuwa na ule mshawasha kwamba kazi ya Mungu lazima isonge mbele, na tulikuwa tuogope. Kanisa lina pulpit. Sasa ile pulpit waliotoa walikuwa ni wanaberea Waberoya. Sasa Waberoya 2019. Kwa hivyo ile set ya PA ile speaker zote ilikuwa ni kundi au ni kanisa? Hapana, ilikuwa ni kanisa. In fact haya makundi ambayo kwa hapa haya ni ya kanisa huko, hiyo Kibuza Main Church.
lakini sisi tukiwa hapa sote tu ni members wa ministry. Ni vile maybe kutambulisha mtu lazima ujue huyu ni Berea, huyu ni Pilgrim, huyu ni testimony bearer hivyo, lakini kwa kikundi sisi wote ni ministers ama ministry members. Labda kwa kumalizia Naam. niuliza vipi mnavyoondoka sehemu hii, kwa maana naona ukiangalia upande mwingine kule kunafanyika shughuli za Pilika hizo kusafiri. Ndio. Hivi mna malengo yepi baada ya hapa kuondoka hapa, au labda misheni nyingine mmepangia wapi? Na yani ili kufanikisha tu kikundi, mna malengo yepi au the plans after baada ya hapa? Plans ni nyingi ama mipangilio ni mingi. Iwe ikizingatiwa pia wewe ni kiongozi mpya kabisa ambayo umechaguliwa kama overall director. Sasa lazima kwanza tuweze kukaa, tuweze kupanga mikakati. Na kama nilivyoahidi ni kwamba huu mwaka tutakuwa na, kwa hii ministry sasa tutakuwa na 2 sites ya mission. Kwa sababu kitu ambacho mimi naamini kwamba tuweze kukuza pia wengine tuwakuze. Najua kuna principle ambayo inasema kwamba you can't be successful unless your successor is successful. Kwa hivyo mimi pia ari yangu ni pia kuweza kunacha watu wengine pia katika ministry. Pia wao wakuwe watumishi, wakuwe watu ambao pia wanajua kuhubiri. Kwa hivyo tulikuwa na 2 sites, na maana kwamba kuna hapo tutakuwa na viongozi wanahubiri, kule pia viongozi wanahubiri. At least now tunakuwa na watu wengi ambao wanafanya nini? Wanahubiri. Ambao tunaacha sema kwamba yafaa huyu aweze kukuza huyu. Serabi pia ilikuzwa, pia mimi nilikuzwa. Kwa hivyo kama mimi nilikuzwa, lazima pia nikuze wenzangu. Wanasema mwanafunzi hawi mkubwa kuliko mwalimu. Inategemea, lakini mimi kwa kauli yangu ndio pia mwanafunzi inafika wakati pia naye anakuwa na ujuzi, anakuwa na ubunifu mwingi sana. Hata inafika mahali anashinda mwalimu wake. Hata wewe ukiangalia mwalimu wako wa shule ya msingi hawezi kukufikia kwenye kufika. Alikufunza. Na hilo ni swala nzuri, kwa sababu wakati ukiona mwanafunzi wako anafanikiwa, pia kama mwalimu inakupatia pia ile mshawasha kwamba hapa pia nimefanya kitu ambacho angalau pia amesaidia mwanafunzi wangu. Kwa hiyo mimi swala la kuweza kunacha wanafunzi wakuwe better than me, mimi kwangu hicho ni kitu kizuri sana ambacho ningependa hata kila mmoja wetu awe na hiyo roho. Kwa hivyo tunapozungumza hivi, ndio labda tukimalizia, wanafunzi wanakutazama, neno lako la mwisho labda unaweza kuambia kwenye kamera, waambie tu wale wanafunzi wenzio, labda kusia. So mimi mambo ambayo ningetaka kusema ni kwamba bado tuweze kumwamini Mungu, kwa sababu huu mbali Mungu, na isingekuwa ni Mungu sidhani kama mbali tungefika. Na kazi ambayo tunaifanya iko na mwenyewe. Nataka kusoma Biblia vizuri, nasema kwamba hata malaika walikuwa wanataka kuwa baadhi ya wale watu ambao wanahubiri, lakini nafasi ile hawako nayo. Kwa hivyo sisi tuchukue nafasi kama tunu kubwa ya kwamba Mungu ametukirimia nafasi hii tuweze kuhubiri. Na si kuhubiri tu, tunahubiri watu ili waweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Muda ni mchache, muda sio rafiki. Kwa hivyo tuko na mambo mengi ambayo tunazidi tunayafanya, na hivi karibuni tutakuwa na mkutano wa kila mtu sasa wa alumni, na pia wanafunzi ambao bado wako chuoni, ili kwamba tuweze kudiscuss masuala fulani. Kwa sababu mimi kivyangu napenda hii ministry iweze kufanya kazi ya Mungu, tufanye kazi ya Mungu tu. Hata kama maybe viongozi hatakuwa alumni, lakini bado iweze kuendelea. Hii ndio itakuwa ni my greatest gift ambayo itakuwa naweza pea katika uongozi wangu ambao nimeanza kwa mwaka mmoja. Kwa hivyo naomba Mungu aweze kunijalia ili kwamba niweze kuwa na ile roho
kuweza kuongoza watu ili ya kwamba tuweze kufanikiwa pamoja, kwa sababu nikifanikiwa mimi pia kila mtu anafanikiwa, na pia Mungu naye pia anapatia utukufu wake. Kwa hivyo kufika hapo, mtazamaji, tunasema kumpa ama kupa si kupa ni kutupa, tunakata mikatale. Imekuwa wako mzalendo Andrew Kataya pamoja na mhadhiri wa chuo kikuu cha Kibabii na vilevile mtumishi anaitwa Cosmas Katana. Endelea kufuatilia katika mitandao yetu YouTube ni Mzalendo PW. Waliotusaidia katika maswala na kamera au technical team yetu ilikuwa Cody Lonyango, Anthony, Sitati na binti wetu mkakamavu hapa Talia.